Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Esther Musa. Karibu sana katika kipindi chetu cha leo. Tunamshukuru Mungu ametupa neema ya kuzungumza tena siku ya leo machache katika mengi ambayo nimekuandalia. Bwana, leo tutaenda kujifunza somo fulani hivi zuri, historia moja ambayo Bwana, ile historia ukiisikiliza naamini itakufundisha mambo mengi sana. Ukisoma katika Wafalme wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, Biblia inakwambia kuna mfalme mmoja pale, Mfalme Sulemani. Siku moja alienda kumtolea Mungu dhabihu, lakini katika kumtolea Mungu dhabihu, ile dhabihu aliambatanisha na maombi yake. Katika yale maombi yake, alipokuwa akimuomba Mungu, Mungu akamtokea katika ndoto, akamwambia, omba lolote utakalo na mimi nitakupatia. Mfalme Sulemani akamwambia Mungu, mimi naomba Mungu unisaidie kunipatia hekima, kwa sababu umenichagua niwe mfalme wa Israeli, niwe mfalme wa kuwaongoza watu wako. Kama unavyojua, kuwaongoza watu inahitaji uwe na hekima ya kimungu. Kuwaongoza watu inahitaji uwe na vitu vingi vya kimungu ambavyo vitakusaidia kuwaongoza wale watu. Mungu akampatia hekima Sulemani, kwa sababu katika yale maombi yake Mungu alimwambia aombe ombi moja na yeye akaomba hekima. Mungu akaachilia hekima kwa Mfalme Sulemani. Sasa siku moja katika ufalme wake, kwa sababu Mungu tayari alishampa hekima ya kuingia na kutoka katika ufalme. Siku moja akiwa katika ufalme wake, kuna wamama wawili. Wale wamama kabla ya hawajafika kwa mfalme walifanya tukio fulani, yani walienda kwenye tuseme sehemu za starehe. Kwa hii dunia sasa hivi tunasema walienda labda klabu, walienda klabu tuseme. Walivyoenda kule klabu, wale wamama walilewa, na walivyolewa walikuwa na watoto wawili. Sasa iliporudi ile usiku, wale wamama wakalala pamoja na wale watoto wao. Sasa katika kuamka kule asubuhi, inaonekana wale wamama walivyolewa sana walikuwa hawajitambui. Sasa mtoto mmoja kati ya wale wamama wawili akafa. Inaonekana yule mtoto walivyolala alilala vibaya, akafa. Sasa kesi ikafika kwa mfalme. Mfalme alivyoletewa ile kesi akasema, Mungu, kwa sababu umenipa hekima na umenisaidia, hii hekima itanisaidia mimi kuongoza watu wako. Kesi ilipofika kwa ule mfalme akasema, akawauliza wale wamama, akamwambia, huyu mtoto aliyekufa ni wa nani na huyu mzima ni wa nani? Yule mmoja ambaye mtoto wake amekufa anasema wa kwangu, na yule ambaye mtoto wake hajafa anasema ni wa kwangu. Mfalme akamwambia Mungu, nipatie hekima ya kuamua hili jambo. Mimi nitawezaje? Mbona wananichanganya hawa watu? Huyu mama anasema mtoto wake na huyu wa pili anasema mtoto wake, nitafanyaje? Mungu akaachilia hekima kwa mfalme, akasema sasa, akawaita wale wajakazi wake, akasema naomba uniletee kisu, nitamgawanya huyu mtoto kiwiliwili na kichwa. Sasa katika nyi watu wawili, mmoja atachukua kiwiliwili, mwingine atachukua kichwa. Yule mama asiyekuwa na mtoto wake akasema, ndio mfalme, fanya hivyo hivyo, tugawane. Kwa nini anang'ang'ania? Huyu mtoto ni wangu, wa kwake amekufa tulivyolala jana. Mfalme akamsikiliza mama, akanyamaza kimya. Lakini yule mama pili akasema, mfalme, niko chini ya miguu yako, ninapiga magoti, ninaomba huyu mtoto umpatie mwenzangu, mimi nikose, ijulikane huyu mtoto si wangu. Mfalme akasema, yes, inawezekana huyu mama ambaye ameachilia huyu mtoto ndio mtoto wake. Mfalme akamchukua yule mtoto akamkabidhi yule mama aliyesema amwachie mtoto wake. Kwa yule mama akawa amepata yule mtoto wake, akawa amepata haki yake. Nini nataka nikwambie mtazamaji wangu? Sio jambo rahisi na sio jambo jepesi kuwaongoza watu. Watu wamebeba mambo mengi, na katika dunia hii unapowaongoza watu inatakiwa umwambie Mungu akupatie hekima. Unapoletewa jambo lolote, hata kama ni mchungaji, hata kama labda ni rais, hata kama ni waziri, ni mbunge, unapoletewa jambo lolote inakupasa kabla hujaliamua umwambie Mungu aachilie hekima. Na kwa hiyo hekima ambayo alipewa Mfalme Sulemani, Mungu akaachilia kila kitu kwa Sulemani. Sulemani alikuwa ni tajiri. Hakuna mfalme Israeli nzima aliyekuwa tajiri kama Sulemani. Sulemani alikuwa na hekima. Hapa kutokea Israeli nzima mfalme mwenye hekima kama Sulemani. Kwa sababu gani? Unapomuomba Mungu hekima, Mungu anaachilia mali, Mungu anaachilia utajiri. Kama ni kijana hujaoa, Mungu atakupa mke ambaye atastahili kwenye maisha yako. Kama ni binti hujaolewa, Mungu atakupa mume ndani ya hekima. Kama unahitaji maisha mazuri, hekima ndo inabeba hivyo vitu vyote. Kwa hiyo nakushauri, unapoenda mbele za Mungu, mwambie Mungu akupe hekima ya kuishi na watu kwenye hii dunia ambayo tuko leo. Mwambie Mungu akupe hekima ya kuwaongoza watu kama ni kanisani. Mwambie Mungu akupe hekima ya kuwaongoza watu kama una ofisi au ni kiongozi yote kwenye ofisi fulani. Mwambie Mungu aachilie hekima mahali popote utakapotembea. Hekima itakusaidia kufanya
mambo mengi na ya ajabu kama alivyopewa Mfalme Sulemani. Mungu akubariki sana. Endelea kutufuatilia, tunapatikana mitandao yote ya kijamii. Usisahau kulike, kushare. Tunapatikana kwa jina la New Agape TV. Asante sana mtazamaji wangu, karibu kipindi kijacho.